ile baa bado ipo kweli, lakini tunajitahidi kuongea naye mwenzetu. Tunajitahidi mpaka barua nini? Najitahidi kitu gani? Mpaka barua tumempelekea. Nini najitahidi nini? Kwa sababu kama uwanja ni mali ya chama na wewe ndio manager na tumekukabidhi kazi yako ni 1, 2, 3 na hakuna kinachofanyika katika yale ambayo maelekezo chama yametoa. Sasa wewe utakuwa unafaa? Mwenyekiti, wewe utakuwa unafaa? Kwa sababu kama TFF ndio ambao wao ndio wanajua taratibu za mpira wa miguu, ndio walishaelekeza. Kwa maana hapa kuhusu viwanja ndio ni 1, 2, 3 viwanja viweze kutumiwa. Ndio sisi Chama cha Mapinduzi ndio wamiliki wa uwanja huo sehemu. Ndio wewe ndio meneja wetu. Ndio tumekupa maelekezo yale ambayo TFF wameyataka. Ndio ili uwanja huu uweze kutumika kwa namna inavyotakiwa. Ndio Mpaka leo hakuna kinachofanyika, kwamba ile baa bado ipo, maduka yale yenye kuzuia mashabiki kuja kuingia uwanjani bado yapo. Maduka mwenyekiti yote niliondoa, yote maduka niliondoa. Kwa nini ukondoa? Au sababu unakunywa hapo? Baa mwenyekiti, baa ina historia kubwa, kwa sababu baa hapo nimepigana sana hapo kwenye baa sana, lakini naona huyo bwana kama vile sijui kuna, yani kila siku nagombana naye. Sawa. Na majani mengine huko uwanja. Majani hayo ni kutokana na mvua kubwa ilikuwa inanyesha. Kwa hiyo nilichokifanya, nimeongea na wenzetu wa magereza. Kuja mara ya mwisho majani alikuwepo, mvua ilikuwa hakuna. Mwenyekiti, majani kuja mara ya mwisho majani alikuwepo na mvua ilikuwa hakuna. Leo na mvua imenyesha na wakati tulipokuja majani alikuwepo. Mwenyekiti, majani yote niliyaondoa, hayo yote yalikuwa hayapo. Hakuna majani ambayo yaliondoka bana hapo. Niliondoa mwenyekiti, niliondoa hakuna majani ambayo yameondoka hapa. Na kote tulipokuja mara ya kwanza hali ndio vile vile ilivyo. Nyinyi mnashughulika na hapa ndani tu. Maana yake ni kuonyesha kwamba uwanja huu ni mchafu. Mwenyekiti, moja na mbili. Ndio. Sababu gani ndio mpaka leo viti havijafungwa? Viti nilishaleta watu mafundi karibu 4, nikatoa na bajeti nikaileta ofisini kwako. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri mrejesho, lakini nilipata ugeni wa kamati ndogo ya CCM wiki iliyopita, wakaja tukakagua nao tukakubaliana. Uliacha viti vimepigwa na jua na mvua mpaka leo toka viti vimeletwa, mlishindwa hata kuhifadhi vile viti pale tulipovihifadhi mwenyekiti, vile viti ni vya outdoor, hata vikija vikifungwa vitakuwa ni outdoor. Pale tulipovihifadhi niliviweka juu chini, hata mkipita mtaviona, sikuviinua. Ndio mkaona mruhusiwe mpaka visifunikwe na majani yote, yani majani yote juu ya viti, kwa sababu ni outdoor, sio mwenyekiti? Yani sisi tumekuja na nyinyi vyombo vya habari vimetoa, dunia nzima imeona kwamba viti hivi majani yameota, viti vyote vimezungwa vimefunikwa na majani yaliyoota. Majani yalikuwa pembeni mwenyekiti, viti nilisogeza bana. Sawa. Je, kama siasa njoni. Hii ni mali ya Chama cha Mapinduzi, sio mali ya mtu binafsi. Na hiki chama ni kikubwa, na chama hiki kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, viwanja hivi CCM haijapata faida kubwa ya kibiashara, hapana. Ukiangalia fedha tunayotumia kwenye kuhakikisha kwamba viwanja hivi, uwanja wa CCM kwa mfano, unaendelea kutumika, kwa maana kwamba kwa mchezo mpira wa miguu na michezo mingine, kwa shughuli nyingine, ni kwa sababu chama kinatoa fedha. Fedha inayotoka sio kama inapatikana kwa sababu labda ya mapato yanayopatikana kwa watu kuingia uwanjani. Nyinyi mnafahamu sasa hivi kwa maendeleo ambayo yapo kwa vyombo vya habari, teknolojia, maana yake watu wanaangalia mpira kwenye simu, wanaangalia mpira kwenye TV, hawaji sana uwanjani. Kwa maana yake mashabiki wanaoingia uwanjani ni machache sana. Kwa hiyo hata mapato yanapatikana kwenye uwanja huu ni machache sana. Kwa hiyo ukija ukiangalia mapato yanapatikana na gharama nyingine zikitolewa ni sawa sawa. Chama cha Mapinduzi hakuna chochote kinachopatikana. Lakini bado hapa umeme unalipwa na Chama cha Mapinduzi, bado maji yanalipwa na Chama cha Mapinduzi. Hii ni kuhakikisha kwamba chama hiki kinataka wananchi waendelee kupata burudani ya mpira miguu na michezo mingine. Kwa chama kiko tayari kugharamia kutoa fedha zake kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kuburudika, wananchi wa mkoa wa Tanga. Sasa tunapotoa fedha, mimi mwenyewe binafsi yangu nilitoa milioni 50 hapo kukarabati huu uwanja. Sasa haiwezekana kwa sababu fedha hamtoi nyinyi, hamjui uchungu wake.
Yawezekana kwa sababu fedha hamtafuti nyinyi, hamjui uchungu wake. Sasa mimi ninayotafuta fedha kwa wale ninaowaomba kunichangia, wadau mbalimbali, ndio najua uchungu wake, ndio najua na thamani gani ya kuwashawishi mpaka kunisaidia kuhakikisha kwamba uwanja huu unaendelea kuwa bora siku zote. Lakini nyinyi kwa sababu hamjui uchungu wake, tulikuweka wewe kama manager tukiamini kwamba ungeweza kutusaidia kuhakikisha kwamba uwanja huu muda wote unaweza kuwa bora, unatumika. Lakini ukija wakati wote muda huu uwanja umekuwa kama mbuga ya wanyama, sio sawa, haiwezekani. Mpaka leo viti vimeletwa havijafungwa, mmeacha viti vikaotewa na majani, mmekaa tu kama viongozi tuliowachagua ili uwanja huu uweze kukidhi vigezo, mpaka unafika wakati uwanja huu unafungiwa na TFF. Hatuwezi kukubali. Nilishasema kwa hali hii inayoendelea, maana yake muda wote TFF waongeza kufungia uwanja tena huu. Maelekezo ninayotoa kamati ya siasa, kaeni tutafute meneja mwingine anaohusika uwanja huu ili changamoto hizi ziweze kuondoka. Hilo moja. Lakini la pili, yule mwenye baa pale nje, baa ambayo haijakidhi vigezo, na TFF alishasema kwamba ile baa inazuia mashabiki kuingia uwanjani wakati wa mpira, na baa ile itakuwa iondoke. Mpaka leo haijaondoka. Maana yake mtu sijui ana mapembe kiasi gani. Uwanja ni mali ya Chama cha Mapinduzi, yeye ni mpangaji wetu katika uwanja huu, halafu bado anakigomea Chama cha Mapinduzi. Nahitaji leo hii baa ile pale katika ile sehemu ambayo haitaki kuwepo iondoke, ili yale maelekezo, maagizo ya TFF ambao wameipa Chama cha Mapinduzi, wamiliki wa uwanja huu, tuweze kuyatimiza, na apatikane meneja mwingine kwa haraka ili aweze kuja kushirikiana viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha viti vinafungwa kwa haraka, na ninatoa mwezi mmoja kuhakikisha viti vinafungwa hivi hapa. Hakuna maelezo mengine. Asalamu alaykum. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.